Baba, upate kusema na mmoja mmoja kwa habari za kujengwa kwa kila mmoja mmoja. Kila pando ambalo Baba hujalipanda lipate kuondolewa katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno hili, maadamu neno lako ni upanga zaidi upanga ukatao kuwili, ukapate kuzirika na kusema na kutenda aliyo makuu zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na kwa ajili ya makanisa matakatifu na walio watakatifu wapate kujengwa na kuimarika zaidi na kukamilishwa katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Leo Mungu amenipa neema ya kusema na wewe Amina. zaidi tukapate kuendelea kukamilishwa katika utakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuendelea kupata ukomavu katika neno. Nasema mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo unavyokuwa na zaidi na kiu ya kujua kweli, nayo kweli inakuweka huru. Nataka niseme nawe kwa habari za mambo machache na ya msingi sana, mambo mawili. Kwamba unabidi ujue kutofautisha. Unabidi ujue kutofautisha kuacha vyote kwa ajili ya Kristo na kuacha vyote kwa ajili ya Injili. Kuacha vyote kwa ajili ya Kristo na kuacha vyote kwa ajili ya Injili. Kwa sababu watu katika kizazi cha leo hawajui kutofautisha hivi vitu viwili na hawajui umuhimu wa vitu hivi viwili. Ni upi umuhimu wa kuacha vyote kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili? Sasa ukiacha vyote kwa ajili ya Kristo ni vizuri, lakini bado kuna vitu utakosa. Na ukiacha vyote kwa ajili ya Injili ni vizuri, lakini kuna kitu utakosa. Ni muhimu zaidi kuacha vyote kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Msingi wa somo la leo ni kutoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 35 hadi 38, na Marko sura ya 10 mstari wa 29 hadi 31. Marko sura 10 mstari wa 29 hadi 31. Naenda kufundisha somo hili na neno hili ili ukapate kuelewa. Baada ya hapo nitaenda kukuombea. Haleluya. Maandiko yanasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo anasema huyu ataisalimisha. Sikiliza, kuna vitu viwili: kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, yaani kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Hajasema tu kwa ajili ya Kristo au hajasema tu kwa ajili yangu, amesema kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Sasa kizazi cha leo kuna watu ambao wanaacha au wanajitoa kwa ajili ya Injili, lakini si kwa ajili ya Kristo. Lakini zaidi pia kuna watu ambao ndio wameacha vyote, pengine wanajitoa kwa ajili ya Kristo, lakini mbona tuoni wao kuwa nuru, yani wao kuyaishi maisha ya Injili, ya kushuhudia katika jamii, ya kushuhudia katika ulimwengu wa leo? Bado ni kilema. Yani ukiacha vyote ukaiteketeza nafsi yako kwa ajili ya Kristo, huo ni mguu mmoja. Lakini ili uweze kutembea vizuri, lazima uteketeze vyote, lazima ujitoe, lazima utoe nafsi yako, uitoe nafsi yako, uyatoe maisha yako kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Kwa ajili ya Kristo utaurithi uzima wa milele, na kwa ajili ya Injili ukapate kuwa nuru, kuwashuhudia wengine kuhusu maisha au kuhusu ahadi ya uzima wa milele. Kwa sababu kuna watu ambao wamekaa tu kanisani, wamekaa tu makanisani, lakini sikiliza nikwambie kitu kimoja, hiyo siku ya mwisho utaulizwa. Anasema, si ninyi mlionichagua mimi,
ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikaweka mkazae matunda. Kwa hiyo umechaguliwa, ndiyo umechaguliwa, inabidi jitoe kwa ajili ya Kristo, lakini zaidi tunabidi tuone matunda kuzaa kwako. Anasema kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa kitu nasema hapa? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu. Nisikilize kwa makini. Kwa hiyo hapa nasema maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu. Kwa hiyo ukimwonea haya Kristo, kumwamini Kristo, kumfuata Kristo, na ukayaonea haya maneno yake ndio injili yenyewe. Kuyasema maneno yake kwa ajili ya watu, kuyasema maneno yake zidi ya watu, kuyasema maneno yake. Ukimwonea haya Kristo na ukaonea haya maneno yake katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Kwa haijalishi unaendaje kanisani, haijalishi unaishije, haijalishi unaongeaje, unakaaje, kama unamwonea haya Kristo, na hata kama umeonea haya Kristo, unayaonea haya maneno ya Kristo kuyasema mbele za watu kuacha uzinzi, unaona haya kuwakemea watu uovu wao, unaona haya kuwashuhudia watu, na Yesu naye atakuonea haya mbele za Baba yake na mbele za malaika watakatifu. Kwa hiyo je, umeacha vyote, unaitoa nafsi yako kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya maneno ya Kristo na kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya maneno ya Kristo? So jiangalie mwenyewe unachokifanya. Kwenye kitabu hiki cha Marko 10:29-31 nasema, Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba, yaani hakuna mtu aliyeacha vyote kwa ajili yangu na kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Injili, yaani kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya kazi ya Kristo ambayo amemwagiza kila mmoja akahubiri Injili, akawashuhudia watu maneno ya uzima, akawashuhudia watu Injili ya amani. So jiangalie mwenyewe kwamba umeacha kila kitu, unafanya kila kitu, unajitoa kila kitu kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ili atapewa mara 100 sasa wakati huu. Ili sikiliza mama, sikiliza binti, sikiliza kijana, ili upokee mara 100, ili upokee mara 100, ili upokee mara 100. Nisikilize. Ili upokee mara 100 katika ulimwengu wa sasa. Ili upokee mara 100, upokee nyumba, ndugu waume na ndugu wake, na mama na watoto na mashamba pamoja na uzia. Lazima uwe umeacha vyote. Lazima kile unachokifanya iwe ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Full stop. Yaani kuhubiri kwako, ongea kwako, maisha yako yanashuhudia Kristo, lakini zaidi unafanya kwa ajili ya Injili, kupeleka Injili, kushuhudia Injili, kushuhudia watu kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena kukuambia kwamba ukivacha vyote kwa ajili ya Kristo ni vizuri, lakini kama bado hujawa tayari na utayari wa kuhubiri Injili, wa kuacha vyote, wa kufanya vyote kwa ajili ya Injili, bado utasimama na mguu mmoja, mguu mwingine utakuwa hujasimama. Ili uweze kusimama miguu yote miwili, lazima uhakikishe unajitoa vyote kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwenyewe ndio jiangalie
hivi mimi ninachokifanya ni kwa ajili ya Kristo njio? Je, ni kwa ajili ya Injili? Je, ninajitoaje ili Injili wafikie wengine? Je, mimi naenda kuwahubiri wengine? Na kama siwezi kwenda kuwahubiri wengine, je, ninashiriki Injili au ninashiriki pamoja na watu ambao wanawahubiria wengine? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hakuna mtu aliyeacha vyote akajitoa na akafanya kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Katika ulimwengu atapewa mara 100, mara 100, mara 100, mara 100. Unajua mara 100? Sasa ukiona upokee hiyo mara 100, ujue kuna kitu umekosa. Jiangalie, umesimama na miguu miwili, umeacha unafanya vitu kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mtu wa kwanza, unaweza kuwa ni wa kwanza kumjua Kristo, unaweza kuwa ni wa kwanza kuokoka, unaweza kuwa ni wa kwanza kuanza hatua au safari ya wokovu, lakini ukawa wa mwisho. Kwa nini? Unaangaliwa, je, umeacha vyote, unafanya vyote unayofanya katika maisha yako ya kila siku, unachokifanya ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili? Haleluya. Amen. Ili usifeli, naomba nisikize kwa makini. Hakuna wakukuzuilia kokote. Na hii waga nakwambia kila siku, na huwa nawaambia kila siku kwamba hakuna yeyote, hakuna wakukuzuilia kufika sehemu, au hakuna kukuzuilia kubarikiwa wewe. Hakuna wakukuzuilia kupata mara 100 duniani hapa, na zaidi uzima wa milele. Ila jiangalie, je, unatoa nafsi yako kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili? Je, unachokifanya ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili? Kama unachokifanya ni kwa ajili ya upande mmoja, bado. Sasa kizazi hiki kuna watu ambao hawajitoi kwa ajili ya Kristo, bali wao ni kwa ajili tu ya Injili, na kwa ajili ya Injili ni kwa ajili ya mafao yao wenyewe. No. Na kuna watu ambao wamekaa makanisani, wamerara, wamekaa kizembe, hakuna wanachokifanya, hawashiriki Injili, hawaendi kuhubiria watu, hawashuhudii watu, pengine hata hawasapoti Injili kwenda kushuhudia watu. Wale ambao wanaenda kuwashuhudia watu hawasapoti chochote, hawafanyi chochote kwa ajili ya kupeleka Injili, hawafanyi chochote, wamekaa tu kanisani. Ndio, ni kwa ajili ya Kristo, lakini je, ni kwa ajili ya Injili? Ndio maana nasema mfungiwe miguu tayari tupata kwa Injili ya amani. Hauna utayari, unabidi uwe na utayari. Lazima muombe Mungu upate kuwa na utayari, utayari wa Injili ya amani. Umeokoka ndio, mama binti, umeokoka ndio, ili usiishi tu maisha ya Ukristo wa kawaida, Ukristo wa tamaduni, kwa sababu sasa hivi Ukristo umekuwa kama vile tamaduni. Watu wamekuwa na maisha ya Ukristo, wamekaa ndani tu, watu hawashuhudii watu hawaoni badiliko, watu hawaoni kama wewe unakuwa nuru, watu hawaendi kuwafata watu, kwa sababu wamesema enendeni kwa hao wenye dhambi. Tunabidi twende kanisa, Biblia iende kwa hao wenye dhambi. Je, unaenda kwa hao wenye dhambi? Sasa mtu umeokoka, unakaa ndani, je, hao walioko nje wataenda kushuhudiwa na nani? Kwa jiangalie wewe mwenyewe maisha yako, jiangalie wewe mwenyewe. Umeokolewa si kuja kulala kanisani, umeokolewa si kukaa kizembe, bali ushiriki Injili, bali ushiriki kwanza mapenzi ya Kristo na uyaishi mwenyewe. Pili, hayo mapenzi ya Kristo uyatangaze kwa watu. Kwa nini watu wanashindwa kutangaza mapenzi ya Kristo? Kwa sababu wao wenyewe hawana mapenzi ya Kristo katika maisha yao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini watu kazi zao hazimshuhudii Kristo? Kwa nini watu kazi za mikono yao, kwa nini watu maisha yao, familia zao, watoto wao, yaani hakuna ule ushuhuda wa Kristo? Kwa sababu wao bado wanahitaji neema ya kuishi kwanza maisha ya Kristo. Kwa ukiishi maisha ya Kristo, hakika yake utaenda kumshuhudia Kristo unayemwishi wewe. Kwa nini sasa kizazi hiki watu wengi hawana maneno ya Kristo, maneno ya uzima? Hawana maneno ya kushuhudia Kristo katika uhalisia. Kwa sababu hata wanaomshuhudia Kristo hawajui jinsi ya kumshuhudia Kristo, hawajui jinsi ya kwenda kuwashuhudia watu. Kwa nini? Kwa sababu bado wao wenyewe wanahitaji neema ya upendo. Na kwa maana hiyo watu wengi wanaenda kumshuhudia Kristo, wanashangaa watu hawakoi. Kwa nini? Au watu hawapati kupokea ile neema. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe wanabidi wampende Kristo kwanza, alafu kisha mpenda Kristo ndipo ufanye kazi ya Kristo. Sasa hatari kubwa ni kwamba watu wengi wanataka kufanya kazi ya Kristo, kazi ya Injili, lakini si kumpenda kwanza Kristo. Umpende kwanza mwenye watu ili ukapate kibali kwa watu, ili ukapate kuwaokoa watu na kuwashuhudia watu, na hakika watu wapate kuokolewa. Ninakuombea neema hiyo katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea neema ya kujua kwamba kila jambo lilonalo na kila jambo nalolifanya ulifanye kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Hakika Yesu mwenyewe hata kukana mbele za babaye na mbele za malaika watakatifu. Wewe kijana, mama, baba, ninakusii kwa rehema zake Mungu utambue kuwa lazima kile unachokifanya iwe ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Kwa ajili ya Kristo ili kuiponya nafsi yako, na kwa ajili ya Injili ili wengine wapate kuponywa pia. Kwa hiyo ukifanya chochote kwa ajili ya Injili, wengine wanaweza wakaponywa, lakini wewe usiponye nafsi yako. Wengine wanaweza wakaponya, afu wewe usiponye nafsi yako. Ukifanya kwa ajili ya Injili, ukifanya kwa ajili ya Kristo pasinapo kufanya kwa ajili ya Injili, wewe ndio unaweza ukaponywa. Je, wengine wameponywa? Ndugu zako wameponywa? Kijiji chako kimeponywa? Mkoa wako umeponywa? Taifa lako limeponywa? Watu wako wameponywa? Kizazi chako kimeponywa? Ndio wamepokea neema ya kumpokea Kristo. Je, wenzako, ndugu zako, wazazi wako? Mimi na nyumba yangu tumeamua kumtumikia Bwana. Wewe na nyumba yako lazima mtumikie Bwana. Ikiwa wewe umeokolewa, kuwa na kiu zaidi na wengine waokolewe. Wewe umeokolewa, kuwa na kiu zaidi ndugu waokolewe, Watanzania waokolewe, kizazi hiki kiokolewe. Sio tu kukaa kizembe. Angali ndugu zako, baba zako, kaka zako, mashangazi zako, watu wako wa karibu wanazidi kuangamia. Na kwa nini pengine una nguvu ya kuwashuhudia kiasi cha kwamba mpaka waokoke? Ni kwa sababu wewe mwenyewe yaishi kwanza mapenzi ya Kristo ili upate neema ya kuwashuhudia wengine, ili wapate kuokoka na wao. Kwa hiyo sio tu kucheza, unaingia kanisani kucheza, kurukaruka, kuimba. Mungu anatokiangalia na angalia kitu kimoja. Umeacha vyote, unacheza, unafanya vyote kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili. Yaani ushuhuda wako ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Yesu anakuja kutafuta matunda, sio kelele. Watu wale wamekuwa na kelele. Sio kelele mama, sio kelele vijana, sio kelele.
na kuombea neema zaidi ya kutambua neno hili, na Bwana akapate kukuvusha, na kuombea mama, binti, kuwa fanya kila kitu unachokifanya, ila hakikisha kila kitu unachokifanya ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Full stop. Kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Zingatia hilo, na Bwana apate kukutunza katika jina la Yesu.